Amani na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nanyi nyote wanawake wenzangu dunia nzima. Kwa mara nyingine tena na rafiki yenu Mwalimu Aisha kwenye mitambo katika kipindi chetu Amka Uamshe na Wenzako. Kama kawaida kipindi chetu ni kuamshana, kunasiliana, kupendana na kuwa kitu kimoja wanawake wote dunia nzima pasina kuangalia kabila wala dini. Sasa basi, siku ya leo tumeandaa mada gani? Kwa siku ya leo rafiki zangu tunataka tuzungumzie madhara ya talaka. Madhara ya talaka kina mama. Kwanza, talaka ni nini? Talaka inaweza kuwa ni tamko ama andiko kwa mwanamke ama kwa mwanaume kwa lengo la kuivunja ndoa. Ndiye kaitwa talaka. Lakini kina mama wenzangu, rafiki zangu, katika kipindi chetu cha Amka ni katika kuamshana na kukumbushana. Acha nikwambie rafiki yangu, wengi ametupitia sana. Tumeomba talaka zisizokuwa na msingi. Na baadaye tukaona madhara. Ndio tukasema tukumbushane na wanawake wenzetu wasingi katika madhara kama hayo, ambao labda sisi ambao tuliwatangulia tuliyaona na tukayapata. Talaka kama talaka si jambo vizuri, maana madhara ni makubwa kuliko faida. Acha nitoe mfano kidogo wa madhara ya talaka. Rafiki yangu nifate, hii ni nasaha kwako, kwangu, kwetu sisi sote. Na haswa ikiwa kwa mtu ambaye hiyo jambo lilishampitia, inakuwa ni mtihani mkubwa sana. Anakuwa amejua ni kitu gani anafunza wenzake ama ni kitu gani anamwambia wenzake. Rafiki zangu, madhara ya kwanza ya talaka, uwe mwanamke mpole, uwe mwanamke mstaarabu, uwe mwanamke mwenye busara. Ukiachika kwa mume wako, kumbuka jambo moja, ustaarabu wako utavunjwa na watu. Busara zako zitavunjwa na watu. Kila kizuri chako kitavunjwa na watu. Kwa sababu gani? Neno kuachika. Kesho utaitwa malaya hali ya kuwa hauko malaya. Kesho utamsalimia mume wa mtu, unampa salamu ukijua kwamba labda ni mume wa rafiki yako au mume wa ndugu jamaa. Kesho unapata madhara makubwa kwamba umemtongoza mume wa watu. Chote hicho nini? Kisa hicho chote kwa sababu gani? Hauna mume, umeshaachika. Na maneno utakuwa ikiwa umeshindwa na mume wake, wa wengine atawafanyaje? Unapata madhara makubwa. Unaanza kutukana, ustaarabu wako unakwisha, busara zako zinakwisha, upole wako unakufa. Hakuna ambaye atakuamini hata mmoja, kisa tukukosa stara ya mume. Maana ulikuwa ni mke, leo umekuwa uhuru. Madhara mengi yatakukuta. Unaweza kupata hata mchumba mwingine, sababu ya kuvunja uchumba wake ikawa ni sababu kwamba huyu aliachika kwa ule ni hivi na hivi na hivi, ukajikuta tena na uapili mkosi. Hayo yote ni madhara ya kuachika pasina msingi wa maana. Achika wakati unaona ni wakati unafaa, hakuna njia yoyote. Sio kuachika kitu kidogo nipe talaka. Mwanaume kafanya hivi nipe talaka. Msamaha ndani hakuna, kuhurumiana hakuna. Au angalie future ya watoto, maisha ya baadaye ya watoto. Mfano rafiki yangu, unaweza kaachika, unajifikiria nini hao watoto unawaacha? Baba yao ataona ameshindwa kulea, atakachokifanya ataoa. Atakapooa, kila mwanamke ana roho yake. Uende huyo ambaye ameolewa ana roho mbaya, hana maadili, hana dini. Akakutesea watoto, ukawa wewe sababu ya kuomba talaka yako, umewapa mtihani kizazi chako. Watoto wakakuwa kwa simanzi, watoto wakakuwa kwa huzuni, wakakuwa kwa mateso. Sababu gani ya ile talaka rafiki yangu? Watoto walikuwa wanakula kwa wakati, hivyo wanakuwa wanashindishwa njaa na hali ya kuwa baba yao anaemea. Kisa nini? Haukupenda kuchunga hadhi yako, haukupenda kuchunga watoto wako. Just sacrifice yourself. Jitoe kwa ajili ya wanao. Kuna mambo ambayo kweli mume anaweza kufanyia akakushinda, lakini ukasema kwa ajili ya wanangu acha nipigane na roho. Leo tunayajutia rafiki zangu. Msifanye mambo ambayo kesho mtakuja kuyajutia. Watoto wakapata simanzi katika maisha sababu ya hisia zako wewe mama zimekupelekesha ukachukua maamuzi ambayo sio kwa wakati ambao sio. Watoto wamepata malezi mabaya. Watoto wanaanza kwenda hovyo. Kama ni mabinti wanabeba mimba, wengine wa vijana wanakuwa wanaiba kwa sababu gani? Hawana malezi ya baba. Hayo ni madhara ya pili. Madhara ya tatu, unawanyima watoto ile love
mapenzi ya wazazi wawili. Maana watoto wanapolelewa na wazazi wao wawili wanakuwa na penzi limoja ambalo ni special, penzi la dhati la kupitia wazazi wao. Lakini ukikosa mapenzi ya mzazi mmoja, unakuwa umetia kitu kibaya katika maisha ya watoto. Hata shule, concentration ya shule inapungua. Kwa sababu gani? Kuna mtu mpenzi wake ambaye hayuko karibu yake, ambaye ni mamake mzazi. Sasa mwanamke mwenzangu, kwa ajili ya huyu mtoto, kwa ajili ya maisha yake ya baadaye, pigana muhanga. Mwanamke jasiri ni mwenye kuvumilia. Mwanamke ni jasiri ni mwenye kupigana na nafsi. Usiwi kama sisi tulikurupuka kwa kutoka kwenye ndoa tukiomba matalaka, hali ya kuwa hatuoni madhara yanaweza katokea wanetu. Sasa kwa hiyo tulisoma katika leo tupitia, tunakufunza na wewe Yesu kufikiri kesho siumizi wanao. Rafiki yangu, kipindi chetu Amka ni kukumbushana, kunasihana, kupendana na kuwa wamoja. Kwa hiyo wewe jua kwamba jambo talaka lina madhara kuliko faida. Madhara ni makubwa rafiki yangu. Kuwa makini sana, jitolee, pigana na subra kwa yote yanakufika, lakini usivunje ndoa yako. Na la tatu, kumbuka kwa dunia ya sasa wanaume ni wadogo, wanawake tumekuwa wengi sana, tena sana haswa, na kila mmoja anatamani, kila mmoja ana hisia, na kila mmoja anataka. Utakosa mume wako, baba watoto wako ambao unakuwa unampenda. Umeenda kuachika, toka umeachika rafiki yangu, miaka dahara, miaka nenda, hamna hata wasalamu. Hizo hisia utazipeleka wapi? Utajikuta umerudi ni yale maadili machafu ya zinaa. Kwa hiyo ukiwa na mume wako umestirika mengi rafiki yangu, ukiwa na mume wako umetubia mengi mbele za Mola wako. Kwa hiyo kwa kweli, kiukweli, talaka ina madhara kuliko faida. Tujikaze, tupambane, sisi ni wanawake, sisi ni majasiri, na tutafika. Just go on with our life. Na kesho tutakuwa wanawake wema, tutakuwa wanawake wazuri, tutafika kwenye malengo. Madhara nyingine ya talaka, rafiki zangu, mama zangu, wadogo zangu, unaachika, unaenda nyumbani. Uko nyumbani unapokwenda, ulikuwa ukiheshimika sana wakati uko na mume wako. Lakini leo unaanza kudharauka na mdogo zako. Unakuwa mpaka mdogo wako anakuwa anakuambia na kutamkia, bwana kama hutaki hivi rudi kwako, kwani si ndio tulikufanya wachike? Mtoto analeta dharau, hali ya kuwa alikuwa kuheshimu dada sababu kwa nyumbani kwako. Licha ya hayo, labda kwako ulikuwa na starehe, hata chumba chako kilala kupumzika, lakini leo unapata fujo sasa za ndugu zako. Dada tupishe na sisi tulale, sijui hivi na vile. Mambo mengi tu katika familia yanakuwa kama hayana tena mwelekeo. Hauna tena hadhi ya kuweza kutoa hata ushauri kwa familia. Wanafanya baraza, hawawezi kupita hata kutoa ushauri. Ikiwa yeye kashindwa kwa mume wake ni haya, je, sasa atatushauri nini? Awende kwanza kaweze ya kwake. Unakuta umeshusha hadhi sana. Unaaga nyumbani, wanaenda kumtembelea fulani, kila mtu anajua unaenda kwenye mambo mabaya. Kwa sababu gani? Pesa kuachika. Rafiki yangu, hata familia inaleta dharau, wajomba, mashangazi, kila mtu ile heshima alikuwa kuheshimu yote inakufa. Hayo yote ni madhara ya nini? Ya kuomba talaka. Nisikufichi dada yangu, stara ya mwanamke ni mume. Stara ya mwanamke ni mume. Asikudanganye mtu. Uwe na mali, uwe na gari, uwe na chochote ulichokuwa nacho. Kama hauna mume rafiki yangu, hadhi yako itashuka. Lakini ukiwa maskini, huna lolote, ukiwa na mume utaheshimika. Dada yangu, huo ndio ukweli. Ukubali usikubali, ndiye dunia na ndiye maumbile. Mwanamke ni mume rafiki yangu. Kwa hiyo usikimbilie kufanya maamuzi ambayo kesho utayajutia. Usijukajutia rafiki yangu. Na sisi tulijutiaga, na ndiye maana tunakushauri wewe ili usifike kujutia. Kama Mwenyezi Mungu ametustiri leo, na sisi tunataka kesho na ustirike na ubaki kwenye ndoa yako. Maana hakuna faida ya kuachika isipokuwa tu madhara dada. Kama kawaida yangu mwalimu Aisha, nikukukumbusha, nikijikumbusha, tukikumbushana. Sitakuwa na mengi zaidi ya hayo. Tukutane tena kwenye kipindi chetu Amka next Friday, kipindi chetu Amka Uamshe Mwenzetu. Kwa hiyo dada yangu, mdogo wangu, mama yangu, rafiki yangu, usisahau comment, like,
subscribe kwa wale wapya na kushare kipindi kwa wengine ili waweze kupata faida zaidi. Ciao.